Ya mpendwa mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe na tumsifu Yesu Kristo. Tunatazama imani ya mtu ambaye hakati tamaa, ile Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 15. Ukiangalia ule mstari wa 21, maandiko yanasema Yesu akaondoka huko akaenda kando ya pande za Tiro na Sidoni. Atazama mwanamke Mkananayo wa mipaka ile alitokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Na wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vyema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndivyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zake. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Mtumishi wa Mungu, ukisoma kwa makini sana maneno haya kutoka kwenye huu mstari wa 21 mpaka ule mstari wa 28 Injili ya Mathayo, utaona namna ambavyo huyu mama Mkananayo ambaye kutoka kwenye jamii ya Wayahudi alivyoweza kupata neema ya mtoto wake au binti yake kupona. Jambo la kwanza ambalo tutajifunza ni kwamba huyu mama alikuwa na imani isiyokata tamaa. Ingawa alikuwa atoke katika kabila la Wayahudi, yeye ni Mkananayo au Mseforonike, yeye aliamini kabisa kwamba Yesu ni mponyaji. Kwa hiyo alimwamini Yesu. Unapopita kwenye magumu yoyote yale na unajaribu kujiwekea mipaka ya pengine dhehebu lako, kabila lako, mahali ulipo, au imani yako, dini yako, au pengine unajiwekea mipaka ya muda wa tatizo lako au watu wanaokuzunguka, wale waliokuombea, ni vigumu sana kutoka kwenye hiyo changamoto unayopitia. Huyu mama alipogundua kwamba ni mtoto wake au binti yake anayempenda anapita kwenye changamoto, aliamua kuvunja hiyo mipaka ya kiimani. Alivunja ile mipaka ya kikabila, akavunja ile mipaka yote ambayo ingeweza kumzuia binti yake kupona. Jambo la pili ambalo tutakalojifunza ni kwamba huyu mama alikuwa anamjua Yesu. Inawezekana alisikia habari yake mahali popote pale, lakini kwa kusikia tu ilikuwa haitoshi, aliamua kumfuata. Lakini jambo la tatu, unapopita kwenye changamoto utajifunza kwa huyu mama ni kwamba usisite kuuliza au kuomba. Wakati mwingine unaweza ukaomba usione majibu. Kwa mfano huyu mama wakati anamwambia Yesu mwana wa Daudi, hapo tunaona kwa sauti yake ikimkiri Kristo kabla ya kupokea uponyaji. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Hapa anazungumza mtu ambaye alikuwa anamjua vizuri Yesu, lakini ndani ya moyo wake alikuwa anaamini kabisa kwamba kuna jambo litatokea. Sasa kuna wakati unaweza ukafanya hivi, alafu kuna mtu mwingine akaja akakuwekea kizuizi. Ndicho tunachokiona hapa. Wanafunzi wa Yesu wanamwambia Yesu kwamba mwache ule mama. Kwa nini? Ni kama alikuwa anapiga kelele. Biblia anasema wakamwendea wakisema, mwache aende zake, maana anapiga kelele nyuma yetu. Anapiga kelele nyuma yetu. Unajua mtumishi wa Mungu, unapopita kwenye changamoto, kuna watu wengine hawajui changamoto zako, hawajui maumivu ya hayo unayopitia, hawajui siku za hayo unayopitia, lakini pia hawajui kile ambacho unacho ndani yako. Kwa hiyo hawa ni rahisi sana kusema neno lolote. Wanaweza wakasema kukukatisha tamaa, au wakasema neno kumzuia yule ambaye anataka kukusaidia asikusaidie. Kwa hiyo hapa tunachokiona, wanafunzi wanamzuia Yesu asimsaidie huyo mama, au kusema la kumkatisha tamaa. Kwa hiyo kama Yesu angekuwa mwanadamu, angewasikiliza wale mabwana, manake huyu mama mtoto wake asingepona. Lakini jambo la msingi utakalojifunza pia hapa, ingawa Yesu hakutoa sauti yoyote pale, tunachokiona Yesu aliwajibu wanafunzi, akumjibu ile mama akasema, mimi sikutumwa kwa ajili ya kondoo waliopotea wa Israeli. Anauliza, anasema mimi sikutumwa kwa ajili ya kondoo isipokuwa wale kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Alafu naye akamsujudia, yule mama akamsujudia, akamwendea akasema, nisaidie. Nini ambacho unajifunza? Ingawa Yesu hakumjibu yule mama moja kwa moja, lakini yule mama akusita kuendelea kusihi, akusita kuendelea kumwomba. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana, unapopita kwenye changamoto yoyote, usikate tamaa, usirudi nyuma.
usisikilize maneno, usiangalie mazingira pengine yananizuia. Endelea mbele, endelea kumsihi Mungu na Mungu atakufanyia mambo makubwa katika jina la Yesu. Huyu mama aliendelea kumsihi Yesu kwa sababu alikuwa anajua maumivu yale aliyokuwa anapitia juu ya afya ya mtoto wake, amepagawa na mapepo. Na huyu mama anamwendea, Biblia inasema akajibu Yesu akamwambia Yesu wakati ule anamwendea, akamwambia juu ya habari ya kikwazo. Yesu anasema si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Yesu anamwambia kama kikwazo hicho. Huyu mama akuangalia yale maneno akasema, ndivyo Bwana, lakini hata mbwa ula makombo yaangukayo mezani pa bwana zake. Alafu Biblia inaendelea mbele, anasema ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Anamwambia mama, imani yako ni kubwa sana, iwe kwako kama vile ambavyo umeamini. Na Biblia inasema binti yake akapona tangu saa ile. Sasa utajifunza hapa, kama huyu mama angekata tamaa, maana yake ni nini? Angeshindwa kupokea kile ambacho alikuwa anakihangaikia muda mrefu, angemwacha binti yake apite kwenye mateso. Mtumishi wa Mungu, chochote unachotaka Mungu akufanyie, unachomwendea kwa imani, unachomwendea kwa maombi, hebu jitahidi usisikilize sauti za watu, usiangalie mazingira yanayokukwamisha, usiangalie siku ambazo umepitia kwenye hilo jambo. Wewe unachopaswa kuangalia tu ni kwamba ninapopeleka maombi yangu kwa Mungu, Mungu anasikia na Mungu atanitendea makuu. Angalia kwenye ile Injili ya Luka mtakatifu, kuna ile sura ya 5, kuna habari ya Petro ambaye alikutwa na Yesu akivua samaki katika ziwa Genesareti. Maandiko yanasema Yesu akaja akahubiri watu kupitia chombo kimojawapo katika vyombo viwili. Kimoja kilikuwa cha Simoni Petro. Simoni Petro na wenzake walikuwa wanaosha nyavu ng'ambo. Nini utajifunza ni kwamba walikuwa wamechoka, wameamua sasa warudishe zile nyavu mahali pake. Kwa hiyo wakaamua kuziosha. Hawakukata tamaa, kwa maana ya kwamba zile nyavu ingawa zikupata samaki kwa wakati huu, kwamba kesho wasingeenda tena, lakini wasema kwa siku ya leo, kwa sababu tumekesha usiku kucha, basi tuoshe nyavu tukapumzike. Nini lilitokea? Yesu anapokuja pale anamwambia Simoni Petro, chukua tena zile nyavu, kazitweke baharini, kazitweke kilindini. Sasa anapelekwa mbali zaidi ya kule ambako alikuwa ametoka. Simoni alikuwa ni mvuvi mzoefu, lakini umri wake ulimzidi Yesu. Lakini nini ambacho tunajifunza pia? Simoni kutokana na uzoefu wake, na watu wengi kutokana na uzoefu wao, kutokana na pengine na wasifu wao, kutokana na taaluma zao, huwa wakati mwingine wanajiwekea mipaka, au wanaweza kumwekea mpaka Mungu. Kwa hiyo Simoni pamoja na mambo yote akamwambia Yesu kile alichokuwa amekiona au amekifanya. Akasema, Bwana mkubwa, tumetenda jambo hili usiku kucha, lakini kwa neno lako nitaenda kuzitupa nyavu. Alimwambia tumetenda jambo hili, maana ile ni kauli ya mtu aliyekata tamaa. Usiku kucha, hebu fikiria, alikuwa amechoka, lakini nasema kwa neno lako tutakwenda kuzitupa nyavu. Na Biblia nasema walipokwenda kuzitupa zile nyavu zikakamata samaki wengi, na wale samaki wakasababisha hata zile nyavu kutaka kukatika, alafu wakavipungia na vyombo vilivyokuwa upande mwingine, vikafika pale wakajaza vile vyombo na vyenye vikataka kuzama. Nini utajifunza? Kwa uzoefu wako wakati mwingine unajikatia tamaa. Kwa uzoefu wako wakati mwingine unadhani hapa mpaka uliojiwekea ndio mwisho wako, lakini Mungu anapoingilia kati hali yako, kuna vitu vinatokea ambavyo hukuwahi kuviona. Kuna neema inatokea ambayo hukuwahi kuiona. Simoni hakujua kwamba tukienda kutupa tena nyavu kwenye maji tunaweza tukapata samaki zaidi ya wale ambao walikuwa wanawatarajia au waliozoea kuwaona, na ilikuwa ni mchana, wao walizoea kwenda kuvua usiku. Kwa Mungu anaweza kubadilisha mazingira kwa wakati ambao yeye anataka, kwa namna ambayo anataka, lakini kutumia pengine kanuni ile ile ambayo umeshaizoea wewe mwenyewe. Vyombo vile vile, lakini Simoni walikuwa ni wale wale, lakini nyavu ni zile zile, ziwa ni lile lile, na inawezekana walikwenda kutupa ilikuwa ni kule kule walikokuzoea, lakini uzoefu wako sio uzoefu wa Kristo, sio uzoefu wa Mungu. Mungu anaona kuna vitu bado havijatokea kwako. Mungu anaona picha kamili, wewe unaona nusu picha. Kwa hiyo Simoni anapoenda kutupa zile nyavu, maandiko yanasema wakapata vingi. Na Mungu anapotaka kutuletea ushuhuda ambao unaishi na unavuta watu wengi, anafanya na kuzidi. Wakapata samaki wengi mno. Biblia inasema wengi mno, yani kivumishi, wengi mno. Angesema tu ni wengi, lakini wengi mno kuliko vile walivyokuwa wanatarajia. Lakini sio hilo tu, tunaona pia ushirika katika utume, kwamba Simon aishie mwenyewe tu kuchukua wale samaki, lakini wanawaita na watu wengine. Mtumishi wa Mungu, unafanya biashara, inawezekana umehangaika sana kwenye biashara na umefika mahali unasema sitaendelea tena.
Acha kukata tamaa namna hiyo, endelea kufanya hiyo biashara, endelea kujikwamua, endelea kujiinua. Leo haiwezekani, lakini unajua Mungu kuna kitu anatengeneza kwenye ulimwengu ambao uone. Pale pale ambapo Simoni alikuwa anavua, ndio pale pale ambapo maisha yake yalibadilika. Usiache kufanya hicho kitu, kwa sababu unaona siku zinapita, hamna matokeo. Mungu anatubadilisha kwenye kile kile tunachokifanya. Yakobo alikuwa anachunga kondoo na mbuzi wa mjomba wake Labani, ile Mwanzo sura 29, 30 na 31. Mungu alibadilisha maisha yake kupitia kondoo na mbuzi wale wale kule kule kwa Labani, mapoli yale yale. Kwa Mungu akambadilisha. Isaka alikuwa ni baba yake Yakobo, alikuwa ameenda kule Gerari. Kusoma ile Mwanzo sura 26 samahani. Akiwa kule, visima vya baba yake Ibrahim alivyovifukua, visima vile vile Mungu ndo akaviongeza maji. Mungu anatubariki maeneo yale yale. Yusufu alibarikiwa kule kwa Potifa. Maandiko anasema kwenye ile sura ya 39 kitabu cha Mwanzo kwamba Mungu akawa pamoja na Yusufu, alafu akambariki Yusufu, akastawi, na Potifa akaona neema, akaona baraka kwamba Yusufu amebarikiwa. Nini alichokuwa nakifanya Yusufu? Ni kazi zile zile za mikono. Mungu akazitumia hizo kumuinua Yusufu, na jina lake likajulikana masikioni na machoni kwa Potifa. Alipoenda gerezani hakubadilisha kanuni, alikuwa anafanya tu kwa bidii. Baadaye akawekwa kuwa mkuu wa wafungwa wote kule gerezani. Tunachoweza kujifunza ni kwamba yale ambayo tunayafanya sasa na yale ambayo Yusufu pia alimbariki kutoka gerezani yakamuinua kumpeleka kwa Farao, kule akaenda kuwa liwali. Kwa nini? Alitumia ndoto zile zile, lakini alifanya yale yale ambayo Mungu alikuwa amempa, lakini alifanya pia kwa kuongeza na nguvu za Mungu. Kwa kile ambacho nakifanya sasa hivi, mtumishi wa Mungu, usiache kukifanya. Unachokifanya tu ni kukiombea kila siku, mwambie Mungu nikibariki, Mungu kiinue, Mungu nisaidie, Mungu shike mkono katika hilo. Kwa nini? Mungu anasema akitubariki na jamaa zote za dunia watajibarikia kupitia sisi. Kuna watu wanashindana na watu ambao unajua kabisa kwamba huyu mtu pengine alichokuwa nacho ndio kitaisha kesho, lakini hajui namna Mungu alivyombariki. Kumbe wanaposhindana na wewe hawajui kwamba Mungu anakuongeza kwa kadiri ambavyo wanajaribu kushindana na wewe. Ndio maana Daudi anasema kwenye Zaburi ya 23 kwamba Bwana amenitia mafuta na kikombe changu kikafurika. Mungu anafurisha kikombe, baraka za Mungu zinafurika. Inawezekana watu wakadhani kwamba hapo ndo zimefika mwisho, lakini kuna mahali Mungu anaendelea kutiririsha baraka kama mto, kama bahari inavyomwaga maji yake. Kwa Mungu ama anaweza kukutendea makuu, basi simama katika hicho unachokiomba, simama katika kile unachokiamini, na ninaamini kabisa mtumishi wa Mungu, Mungu atakuongeza imani isiyokata tamaa kama mama Mkanaani. Kumbuka mama yule, kama angesita mtoto wake asingepona. Imani yake iliinuka, na Yesu anasema ameiona ile imani kubwa, imani isiyokata tamaa, imani isiyorudi nyuma, imani isiyofikiri mahangaiko au kurudi nyuma au kukata tamaa, bali inaangalia hatima ya lile unaoendelea kuliombea. Na kuombea amani ya Mungu leo. Mungu akulinde, Mungu akutunze, Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu tena katika jina la Yesu. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa milele, tunalihimidi na kulitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya wema, asante kwa ajili ya fadhili, asante kwa ajili ya upendo ambao umeachilia kwetu. Mungu, kae pamoja nasi siku ya leo. Endelea kutuinua katika neema yako na fadhili zako na upendo wako. Unajua wakati mwingine tunakata tamaa katika imani, lakini endelea kututia nguvu kupitia Roho Mtakatifu. Yote tunayawaza Bwana Mungu tukafanikiwe. Katika jina la Yesu naikabidhi siku ya leo mikononi mwako. Tunaomba ulinzi wako wa daima uwe pamoja nasi Bwana kila mahali, na neema yako Bwana isitupungukie. Tunayakabidhi yote mikononi mwako Mungu, tukiomba na kuamini. Amen. Mtumishi wa Mungu, Mungu akulinde leo, akulinde katika kila hatua unayopiga, na akakufanikishe, akakubariki katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.